Somo letu la leo linasema fahamu umuhimu wa uwepo wa Mungu katika maisha yako. Fahamu umuhimu wa uwepo wa Mungu katika maisha yako. Mimi na wewe tuliokopo mahali hapa, swali la kwanza kujiuliza, je, ninafahamu umuhimu wa uwepo wa Mungu? Uliza jirani yako, unafahamu? So tunaposema uwepo wa Mungu au kufahamu uwepo wa Mungu katika maisha yako, maana yake ni hii. Andika, uwepo wa Mungu ni nini? Uwepo wa Mungu ni nini? Na ndiyo maana katika mkutano huu tutabezi sana kujifunza kuliko kuhubiri sana. Uwepo wa Mungu ni nini? Uwepo wa Mungu ni nini? Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe pamoja na wewe. Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe pamoja na nani? Na wewe. Na tunaposema ni Mungu mwenyewe pamoja na wewe, swali la kwanza kujiuliza ndani ya moyo wako, je, mimi niko pamoja na Mungu? Maisha yangu yako pamoja na Mungu? Matendo yangu yako pamoja na Mungu? Ukristo wangu ninaishi pamoja na Mungu? Ulize mwenzako, wewe uko pamoja na Mungu? Na hapa tutaona kwa kina sana na tutajifunza, na neno letu la mkutano linatoka katika kitabu cha Isaya ile sura ya 10 aya ya 27 na kuendelea. Anasema hivi: tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka mabegani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa tunapata picha kwamba tunapozungumzia kwa habari ya uwepo wa Mungu, kwa lugha nyingine au kwa maana nyingine, ni wewe pamoja na Mungu aliyeko katika maisha yako. Ni wewe pamoja na Mungu aliyeko katika maisha yako. Na tutaangalia baadhi ya maisha ya watu kadhaa ambao maisha yao walikaa katika uwepo wa nani? Wa Mungu. Kati ya kitu ambacho Mkristo yoyote, mtu yoyote akikipoteza kwenye maisha yake, amepoteza kitu cha thamani, ni kupoteza uwepo wa Mungu. Halo? Halo? Kati ya dhahabu, kati ya kitu ambacho kikipotea kwenye maisha ya Mkristo yoyote, kukirudisha au kukirejesha kina gharama kubwa sana. Kitu hicho ni uwepo wa nani? Wa Mungu. Na ndiyo maana nikaanza kuuliza swali, wewe uko pamoja na Mungu? Halo? Tukikuangalia uko pamoja na Mungu? Tunamuona Musa, lakini pia jana Father alitupitisha kwa habari ya Adamu na Hawa walipozaliwa katika Eden, si ndio? Waliishi maisha ambayo ndani yao hawakuyajua maisha ya dhambi. Halo? Hayakujua kwamba kuna mabaya, wao walikuwa wanajua kuna mema tu. Kuna kila kitu. So Mungu anamtembelea Adamu kila wakati, na Adamu alikuwa anatembelewa na Mungu kila wakati. Na tunaposema uwepo wa Mungu kwenye maisha ya Mkristo,
ni ile hali ya Mkristo kutembelewa na Mungu wakati wote, na kikipotea hicho kitu, si rahisi sana kuona maisha yako yakiwa na mabadiliko. Na hicho kitu kikipotea, maanake kuna vitu vingi vinapotea kwenye maisha. Adamu na Hawa walikuwa wakitembelewa na Mungu bustanini, si ndio? Na Mungu akawaambia, matunda yote ya mti huu mnaweza mkala, lakini tunda la ujuzi wa mema na mabaya msiale, si ndio? Lakini Eva, mwambie zako Eva, akasema nataka nijue mema na mabaya. Akachukua tunda akala. Afu akuwa mchoyo, akampelekea na mumewe. Halo? Naye akafanya nini? Akala. Ghafla, mwambie zako ghafla. Wakajikuta wako uchi, si ndio? Kuwa uchi maana yake si kwamba walikuwa wamevalishwa nguo. Sasa maana yake uwepo wa Mungu ukaondolewa, ukavuliwa kwao, ukatoka kwao. So hawahisi tena kule kuwa na Mungu. Na ndiyo maana Mungu alipokuja kumtembelea Adamu na Hawa, swali la kwanza akamwita Adamu, uko wapi? Adamu akamwambia, mzee, nimejificha. Halo? Uwepo wa Mungu ukipotea kwako, hatua ya kwanza unakaa mbali na Mungu. Halo? Utapita huko, utaona. Na ndiyo maana Adamu na Eva, baada ya uwepo wa Mungu kupotea kwao, kilichofanyika, Adamu na Hawa wakajificha. Mungu akamuuliza Adamu, je, umekula matunda niliyokuambia usiale? Adamu alichosema akasemaje? Huyu, mwambie mwenzako, huyu mwanamke uliyenipa. Na miongoni mwa vitu ambavyo uwepo wa Mungu ukiondoka kwako, uwazi wako kwa Mungu unapotea, kweli wako kwa Mungu unapotea. Halo? Halo? Msifu Yesu Kristo. So Adamu anasema huyu mwanamke anaulizwa, huyu nyoka, hakuna anayekubali. Uliza mwenzako, wewe unakubaliki makosa yako? Kasia macho kidogo, mwambie unakubali ya kwako. Sasa mbona unaambiwa hichi umefanya, unasema mimi sijafanya, huyu hapa. Tumsifu Yesu Kristo. So leo tunaangalia kwa habari ya uwepo wa nani? Wa Mungu. Na ndiyo maana nikasema uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe pamoja na wewe. Swali la kwanza tunaendelea kujiuliza, je, mimi niko pamoja na Mungu? Na kama niko pamoja na Mungu, je, Mungu ananitembelea? Mungu anafanya nini? Anakutembelea. Na kama akutembelei, maana yake mahusiano yako wewe na Mungu hayako vizuri. Ili nijue kwamba niko ndani ya uwepo wa Mungu, jambo la kwanza nitakaloanza kujiuliza kwenye maisha yangu, mahusiano yangu mimi na Mungu yakoje? Tabia yangu ikoje? Hulka yangu ikoje? Tunamuona Musa katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 33. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 33 aya ya 12 hadi aya ya 14. Nitasoma hapa, nitaomba unisikilize vizuri. Huyu ni Musa tunaanza kumwangalia, ambaye ndani yake alikuwa na uwepo wa nani? Wa Mungu. Tunaona kwenye kitabu cha Kutoka ile sura 33 aya ya 12. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia niwachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakayenituma pamoja nao. Walakini umesema na kuchua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Unisikilize vizuri. Huyu ni Musa anaambiwa na Bwana, wachukue watu hawa watoe kwenye utumwa. Halo? So Musa anaanza kumwambia Bwana, ni kweli umeniambia niwachukue watu hawa, lakini shida Mungu, huku nijulisha ni nani utakayenituma pamoja nao. Walakini umesema na kuchua jina lako,
nawe umepata neema mbele zangu. So nisikilize, Musa anahitaji mtu wa kwenda naye. Mungu anamwambia Musa, huna haja ya kwenda na mtu, ila neema ulionayo kwangu inakutosha kwenda. Lakini Musa bado haridhiki, Musa bado hatosheki. Halo, ndio anaendelea mstari wa 13. Anasema, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, jambo la kwanza nionyeshe njia zako. Sio Biblia yako imeandika hivi? Anasema nionyeshe nini? Njia zako. Maana ya pili ya uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu unakujulisha njia za Mungu. Uwepo wa Mungu unakujulisha njia za Mungu. Maana ya kwanza nilisema ni Mungu mwenyewe pamoja na nani? Na wewe. Maana ya pili, uwepo wa Mungu unakujulisha njia za nani? Za Mungu. Na ndiyo maana Musa anaanza kumwambia, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, nionyeshe njia zako. Nionyeshe nini? Njia zako. Swali ni hili, je, unazijua njia za Mungu kwenye maisha yako? Njia za Mungu ni zipi? So Mungu anapokuja kukutembelea kwenye maisha yako, akakukuta huko kwenye njia zake, au akakukuta uko nje ya njia zake? Na ni kweli kwenye maisha yako utasema, ni kweli ninamhitaji Mungu, ni kweli ninasali, ni kweli ninaomba, ni kweli ninafunga. Lakini swala ni hili, Mungu akija kukutembelea atakukuta uko kwenye njia zake. Halo? Na njia za Mungu zinamfunua Mungu kwako. Njia za Mungu, kipengele namba A. Njia za Mungu zinamfunua Mungu kwako, au zinamdhihirisha Mungu kwenye maisha yako. Njia za Mungu zinamfunua Mungu kwako, au zinamdhihirisha Mungu katika maisha yako. Na hata watu wakija kwenye maisha yako, kweli wanakutana na uwepo wa Mungu ambao ndani yake Mungu anadhihirishwa kwa njia ya wewe. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Wangapi tunaelewa? Kwa hiyo uwepo wa Mungu pia sehemu ya tatu kwenye hizo njia, au kipengele namba B kwenye njia. Njia za Mungu zinakujulisha nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Njia za Mungu zinakujulisha nguvu za Mungu kwenye nini? Maisha yako. Kama hauko kwenye njia za Mungu, ni ngumu sana kuzijua nguvu za Mungu. Na ndiyo maana inawezekana uko kwenye njia za Mungu kwa njia ya sala, kwa njia ya maombi, kwa njia ya ibada. So tukikagua maisha yako, tunamuona Mungu anayejifunua kwako, tunaziona nguvu za Mungu. Tukitaka kujua kwamba njia za Mungu zinadhihirisha nguvu za Mungu, maana yake yule anayezitafuta, yule anayezijua njia za Mungu, atamjua Mungu aliyeko kwenye maisha yake. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni mwalimu, sijui kama tunaelewa. Kati ya kitu ambacho kimewagharimu Wakristo wengi sana ni kuto kumjua Mungu kwenye maisha yao. Na ndiyo maana Musa alipomwambia, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, nionyeshe njia zako. Kipengele kingine anasema nipate kukujua. Nipate kufanya nini? Kukujua. Sio kwenye Biblia yako imeandikwa hivi, nipate kufanya nini? Kukujua. Anasema hivi, basi sasa nakuomba, mstari wa 13, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua. Nipate kukujua.
Kipengele kingine namba 2, namba 3. Namba utaandika wewe. Uwepo wa Mungu unamjulisha Mungu kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu unamjulisha Mungu kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu unamjulisha Mungu kwenye maisha yako. Swali ni unamjua Mungu? Halo? Halo? Msifu Yesu Kristo. Kuna Wakristo wengi sana wanasema wanamjua Mungu, lakini kiuhalisia wanahisi kuwa wanamjua Mungu, lakini hawamjui Mungu. Uliza mwenzako, wewe Mungu unamjua? Kazie macho kabisa kisawasawa, mwambie Mungu unamjua? Amekujibuje? Anamjua. Halo? Na ndiyo maana kuna watu wanaojua kuhusu Mungu lakini hawamjui. Hawa ni watu wawili tofauti. Wanaojua kuhusu Mungu maana yake watajua Mungu anatenda matendo makuu, anatenda matendo ya miujiza. Lakini anayemjua Mungu maana yake maisha yake yamekutana na Mungu na yamemfunua Mungu kwenye maisha yake. So anapomzungumzia Mungu anamzungumzia Mungu anayemjua, sio anayemuhisi. Halo? Inawezekana wewe ukawa unahisi kwamba unamjua Mungu, lakini uhalisia haumjui na Mungu. Ni muhimu sana kujua, je, ninahisi kwamba ninamjua Mungu au ninamjua Mungu? So Mungu anapokuja kukutembelea, ndiyo maana alipokuja kwa Musa, jambo la kwanza alilolihitaji kutoka kwake, alimwambia Mungu, nionyeshe njia yako. Nikitembea kwenye njia nitakujua wewe. Halo? Hauwezi kumjua Mungu kama hauzijui njia za Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kristo. Katika maisha yako ni muhimu sana wewe ambaye unayesema ninamjua Mungu, ifike mahali hata unapopita katika magumu ujue ya kwamba yuko Mungu anayeweza kukutoa katika magumu. Hata unapopita katika nyakati ngumu kiasi gani, madam unamjua Mungu, majira na nyakati zilizo ngumu kwako hazikusumbui. Kwa nini? Unamjua Mungu, kwamba Mungu wako hajawahi kushindwa na chochote. Tumsifu Yesu Kristo. Anayejua kuhusu Mungu, mchawi akimloga tu, kazi iko inaanzia hapo. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Uliza mwenzako, wewe unamjua Mungu kweli kweli? Anayemjua Mungu anazijua njia za Mungu, anajua nguvu za Mungu, anajua faida za Mungu, anajua siri iliyoko ndani ya moyo wa Mungu. Na ndiyo maana hata wachawi wanapokuja kuwatembelea kuharibu chochote kwenye maisha yako, maadamu unamjua Mungu, hawawezi kukuloga maisha yako. Kwa nini? Wanapokuja kwako wanakutana na uwepo wa Mungu, wanakutana na nguvu za Mungu, na wanakukuta huko kwenye barabara ya Mungu. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Mwambie mwenzako unamhitaji Mungu kuliko unavyojihitaji. Kuna msemo mmoja nilisema, Mungu bila binadamu anaweza akasurvive. Binadamu bila Mungu hawezi kusurvive. Mungu bila binadamu anaishi vizuri tu, lakini binadamu bila Mungu huwezi kuishi. Uliza mwenzako, wewe unaishi kwa sababu ya nani? Na ndiyo maana yule ambaye anayemjua Mungu anatambua kwamba pumzi nilionao, uhai nilionao ni kwa sababu ya Mungu niliyenao. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Sio ndo Musa anamwambia nipate kukujua. Maana yake
nipate kukuelewa, nipate kukutambua, ili nisiwe na mashaka na wewe. Nikisema ninamjua Mungu, wale ambao wanaokuja kwenye maisha yangu kweli wanikute niko na wewe. Tunapokuja kwako, tukiyakagua maisha yako, tutamkuta Mungu au tutakuta vya Mungu? So hapa mnisamee kidogo. Wakristo wengi sana tunatafuta vya Mungu, wala hatumtafuti Mungu. Unisikilize vizuri. 90% ya Wakristo na wapagani wanatafuta alivyo navyo Mungu, sio Mungu. Halo? Halo. Ulize mwenzako, wewe unamtafuta Mungu au unatafuta vya Mungu? Au unatafuta vya Mungu. Ukitaka kujua tuanze kusema leo, tuanze kuomba maombi ya kuombea uchumi, biashara, Mungu ampe neema ya upendeleo. Wewe nakwambia mtaomba vizuri kweli kweli. Halo? Halo. So nikwambie muombe Mungu ajifunue kwako. Sasa na muombaje ajifunue kwangu na kati uko kwako? Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Watu mwenzako, wewe unahitaji vya Mungu au unamhitaji Mungu mwenye kila kitu? Wengi tunatafuta vya Mungu, tunamsahau huyu mwenye kila kitu ambaye ni Mungu mwenyewe. Halo? Mtafute Mungu mwenye kila kitu, usitafute vya Mungu vinavyopita. Na ndio maana kuna watu ambao wanashindwa kujibiwa maombi yao, kwa sababu Mungu anapokuja kukutembelea ndani ya moyo wako, anaona nikikupa hiki nitaukosa moyo wako, sio sikupi, ninakuchelewesha. Na ndio maana kuna vitu ambavyo unaweza ukawa unaomba miaka na miaka, Mungu akupi, si kwa sababu hataki akupe, ila anajua nikikupa kanisani sikuoni tena, sio nakuchelewesha. Lakini kuna watu ambao tumekosa vitu kutoka kwa Mungu kwa sababu ya aina ya tabia tulizo nazo. Tumsifu Yesu Kristo. Yule mwenye uwepo wa Mungu ambaye anamhitaji Mungu, so Mungu anapokuja kukutembelea, maana yake ataangalia uko kwenye njia zangu, na kama uko kwenye njia zangu, so ninakutembelea, ninajifunua kwako. Ninapojifunua kwako, ninadhihirisha nguvu zangu. So Mungu anaona ni kweli kabisa unahitaji mtoto, unahitaji biashara, unahitaji mafanikio, lakini shida, ukifanikiwa wewe, majirani watakoma. Sikupi kwanza mpaka nikufundishe adabu. Halo? Mwangalie jirani yako, mwambie wewe mwenzangu, umefundishwa adabu na Mungu? Kuna watu kwa sababu ya kiburi, mwambie mwenzako, kiburi kimewacheleweshea majibu yao. Halo? Kuna watu ambao unawezekana ukawa unaomba miaka na miaka, lakini Mungu anasema paka hichi kiburi kitoke kwako. Kikitoka ndio nitaachilia majibu ya hicho unachoomba. Kwa sababu nikikupa saa mbaya uko na hiki kiburi, kuna watu hawatanufaika na baraka niliyokupa. Kwa nitakuchelewesha. Halo? Halo. Ulize jirani yako, wewe umechelewesha mangapi? Umechelewesha mangapi? Kwa sababu ya tabia yako. So ndio Musa anamwambia nipate kukujua. Maana yake nipate kukuelewa, nipate kujua sheria zako. Na anamwambia ili nipate neema mbele zako. Lakini pia ukumbuke taifa hili ndilo watu wako. Mstari wa 14 anasema, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nao, nami nitakupa raha. Uso wangu utakwenda pamoja nao, nami nitakupa nini? Raha. Nisikilize maana nyingine ya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni wewe kwenda pamoja na Mungu. Amen. Uwepo wa Mungu ni wewe kuamua kwenda pamoja na Mungu, na Mungu kuamua kwenda pamoja na wewe.
Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe anaamua aende na wewe au wewe uamue kwenda na Mungu. So unalo chaguo. Mwambie mwenzako unalo chaguo. Unalo chaguo. Wale wanaoenda pamoja na Mungu wanakutana na Mungu. Wale ambao hawaendi pamoja na Mungu, hata Mungu haendi pamoja nao. Na ndiyo maana ili umuone Mungu kwenye maisha yako, akikutembelea, akijifunua kwako. Na ndiyo maana alipokuja kwa Musa akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja naye. Uso maana yake ni nini? Ni Mungu anaenda pamoja na Musa. Halo? So Musa alikuwa akitafuta mtu akwenda naye. Mungu anamwambia Musa, nitaenda pamoja na wewe. Musa alitegemea Mungu atamwambia utaenda na Haruni, utaenda na mtu fulani. Lakini Mungu alichoona ndani ya Musa, hana haja ya kwenda na watu, ana haja ya kwenda na Mungu mwenyewe. Unisikilize, kwenye maisha yako yoyote, huna haja ya kwenda pamoja na watu, una haja ya kwenda pamoja na Mungu. Amina. Ukienda na watu watakuacha njia panda. Amina. Halo? Halo. Nenda na Mungu mwenye hao watu sahihi kwenye maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio nikasema Mungu anaenda pamoja na wale ambao wameamua kwenda pamoja naye. Wale ambao hawajaamua kwenda pamoja naye, Mungu haendi pamoja naye, anawasubiri waamue ili aende nao. Halo? Halo. Muulize mwenzako, kazini kwako unaendaga na nani? Kwenye mambo yako unaendaga na nani? So Musa anahakikishiwa na Mungu, uso wangu utakwenda pamoja nao, nami nitakupa raha. Unisikilize, kila anaenda pamoja na Mungu ndani yake ana raha. Kwa mimi ningempigia Yesu makofi mengi mengi. Anaenda pamoja na Mungu ndani yake kuna nini? Kuna raha. So Mungu atahakikisha kwamba barabara yako unayopita haitakuwa na vikingi. Ataenda na wewe kazini, ataenda na wewe kwenye biashara, ataenda na wewe kwenye elimu, ataenda na wewe kila mahali. Hata kama watajaribu kuloga, hawawezi kuloga, kwa sababu kuna Mungu ambaye anayesimamia, anayeratibisha maisha yako. Halo? Halo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, amua kwenda na Mungu. Amua kwenda na Mungu. Kuna watu ambao wanaenda na vitu vya kwao, wanaenda na vitu visivyofaa. Leo amua kwenda na Mungu, ili Mungu anapoenda pamoja na wewe aitoe mizigo ulionayo. Amina. Halo? Halo. Mungu anapoenda na mwanadamu yoyote, atahakikisha ndani yake hana mzigo. Alielewa mmoja tu. Atahakikisha ndani yake hana mzigo wowote. Atahakikisha kwamba anatua kila mzigo ulioko ndani ya moyo wako. Atahakikisha kwamba moyo wako uko salama, na kama uko salama, watamtambua Mungu wako kwamba ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa na chochote. Ni Mungu ambaye akijifunua kwako hakuna anayeweza kupinga. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako na Mungu aliye hai. Si Mungu aliyekufa, ni Mungu aliye hai anayeweza kubadilisha majira na nyakati, ambaye akija kukutembelea kwako. Alisema yule alikuwa maskini, yule alikuwa hawezi, ghafla anashangaa anaweza tena, ghafla anashangaa anasogea tena, ghafla anashangaa anajenga, ghafla anashangaa amefungua kampuni. Ni nini kimetokea? Unamwambia wewe ulienda na wewe, mimi ninaenda na Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Gonga na jirani yako, mwambie nenda na Bwana. Kuna watu wameenda pamoja na vitu visivyofaa. Wale walienda kwa waganga, sisi tutaenda na Bwana. Wale walienda kuloga, hawatatuloga. Kwa nini? Tunaye Bwana anaenda pamoja na sisi. Hata kama walisema we imba, zuga, fanya unachofanya, hautaenda mahali. Unamwambia nitaenda, na utaona kwa macho yako. Kwa nini? Una uhakika na Mungu wako.
Wakristo wengi sana hawana uhakika na Mungu aliye naye. Leo kawe na uhakika na Mungu aliye naye, ambaye atakayejifunua kwako, ataenda na wewe kwenye biashara, ataenda na wewe kila mahali, hata kuacha wala hata kupungukia. Na unisikilize, anayemjua Mungu anazijua haki zake. Na ndiyo maana unapopita katika nyakati ngumu, unamwambia Bwana, nijapopita katika nyakati ngumu, kwenye mabonde, kwenye mito, Bwana utakuwa pamoja nami. Tembea na mimi kwenye mabonde haya, tembea na mimi kwenye mito hii, tembea na mimi kwenye nyakati hii. Na unaona msaada wa Bwana unatokea juu yake, unakusaidia. Walitegemea udhalilishwe, ghafla wanashangaa Mungu yuko na wewe. Anakushika mkono bondeni, anakushika mkono kwenye jangwa, anakushika mkono kwenye ukiwa. Ghafla anashangaa mbona maisha yake yanabadilika. Unaambia anayebadilisha ni Mungu, sio mwanadamu. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Gonga na jirani yako, mwambie kuna raha anaenda pamoja na Mungu. Ndio maana Mungu anaanza kusema, lakini tunda la Roho ni upendo. Maanake Mungu atajifunua katika upendo wake, atajifunua katika furaha yake, atajifunua katika amani yake. Walitegemea uteseke sana kwenye hiyo ndoa, unamwambia yuko Mungu anayezalisha upendo kwenye hii ndoa, yuko Mungu anayezalisha furaha ndani ya hii ndoa, yuko Mungu anayezalisha amani. Nilitegemea kwamba sitaenda, sitasogea, mtaweka na mipaka, mkatuloga. Hata kama watakuja kuloga, hata kama watakuja kufanya matambiko, ndani yake watakutana na Mungu aliye hai. So hata wanapokuja kukutembelea nyumbani kwako, hata wale wageni waseme, hakika nyumba hii ndani yake kunaye Mungu aliye hai. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Wakristo wengi sana, miongoni mwa vitu ambavyo wamevipoteza ni ile neema ya kutembelewa na Bwana. Sio kutembelewa na wageni, kutembelewa na Bwana. Tafuta sana, tafuta sana Mungu akutembelee nyakati zote. Amina. Akikutembelea nyakati zote, jua ya kwamba uko salama nyakati zote. Amina. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndiyo maana Musa akawa na ujasiri, akamwambia, naye akamwambia, upo wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Unisikilize, kuna kanuni fulani takwambia. Saa ambayo mambo yako hayajaenda, mambo yako hayajasogea, so unamwambia Mungu, umesema uso wako utaenda na mimi. Maana yake tutaenda pamoja kazini, maana yake tutaenda pamoja kwenye biashara, maana yake hata nikifanya biashara haitagoma. Kwa nini? Yuko Mungu anayesimama ndani ya hiyo biashara, yuko Mungu anayesimama kwenye maisha yako. Na kama hayataenda, unamwambia Yesu, nimekuambia hivi, usipoenda pamoja na mimi, biashara hii isipotoka, kazi hii isipotoka, tutachuana. Kwa nini? Nina uhakika na wewe. Na ndio maana Musa alimgomea, akamwambia, kama utaenda pamoja na mimi, tuache hapa. Halo, ulize mwenzako, wewe unaweza kumgomea Mungu? Musa alimgomea, akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nasi, usituchukue kutoka hapa. Akasema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako? So kama uendi na sisi, maanake hakuna haja ya wewe kunitembelea. Ni bora utuache hapa, kwa sababu hata kama nikienda kuwatoa wa watu utumwani, hawatajua kwamba ni wewe unayeniagiza niwatoe. So bora kama uso wako uendi pamoja na sisi, tuache hapa hapa, tule matembele yetu, tuteseke hapa hapa. Mungu alipoona hivyo akasema, itaenda pamoja nao, na jambo hili ulilolinena italifanya. Ningekuwa mimi ningempigia Yesu makofi mengi mengi. Ifike mahali uwe na uwezo wa kumwambia Bwana, jambo hili imetosha, safari hii imetosha, ninahitaji kwenda na wewe. Hata kama walisema kwamba sitafanikiwa, waambie kwamba Mungu wangu hajawahi kushindwa. Yeye anawafanikisha watu wao nyakati zote, majira yote, na katika miaka Bwana anajidhihirisha. Amina.
Gonga na jirani yako, mwambie usiwe na wasiwasi, uko na Mungu mwenye kila kitu. Mwambie mwenzako, kuwa na Mungu ni raha. Tumsifu Yesu Kristo. So Musa anapomwambia, kwa sababu Musa alichokuwa nakitafuta kwa Mungu ni kupata mtu wa kwenda naye. Halo. Muulize mwenzako, kwenye maisha yako unaendaga na nani? Wewe kwenye maisha yako unaendaga na nani? Natafutaka nani wa kwenda naye? Musa anaenda anamwambia Mungu, nakuomba unijulishe ni nani nitakayeenda pamoja naye. Lakini umesema na kujua jina lako na umepata neema mbele zangu. Akamwambia sawa, ni kweli nimepata neema mbele zako. So Mungu, tuoneshe njia zako. Mungu akamwonyesha njia zako. Sawa Mungu, nimezijua, nataka nikujue. Mungu akajijulisha kwake. Halo. Ndipo akamwambia, uso wangu utaenda na wewe. Na kama utaenda na wewe, maanake Musa akawa na uhakika, safari ya maisha yangu niko na Mungu. Halo. Kwa hiyo sina haja ya kwenda na mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Kinachowagharimu watu wengi ni aina ya watu wanaoenda nao. Kinachokugharimu kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa ni aina ya watu unaoambatana nao. Au nisikilize. Na siku moja nilifundisha somo moja na sidhani kama nitafika huko, ila nitakizungumzia hapa. Nilizungumza kwa habari ya shambulizi la kiroho. Nitakizungumzia kwa kipengele hicho. Nikasema shambulizi la kiroho ni matukio yanayotengenezwa na nguvu za giza yakiwa yamebeba malengo manne. Au nisikilize, shetani amshambulii mtu asiyekuwa na kitu. Kamwe. Haangaiki na mtu asiyekuwa na faida naye. Hashambulii biashara asiyokuwa na faida nayo. Hashambulii ndoa asiyokuwa na faida nayo. Hashambulii mahusiano asiyokuwa na faida nayo. Anashambulia, anajua ndani ya hayo mahusiano, ndani ya hiyo ndoa, ndani ya hiyo biashara kuna kitu nitapata. Kwa anapokuja kukushambulia kwenye maisha yako, jambo la kwanza atakaloanza kushughulika nalo ni kukuchua wewe, kukupeleleza. Akishakuchua, ndio maana nikasema shetani amshambulie mtu asiyemjua. Siku zote anamshambulia mtu mwenye alichonacho na anachua. Ndio maana mahojiano ya Mungu na Ayubu na shetani. Shetani na Mungu samba. Ayubu anajaribiwa. So Mungu anamtembelea Ayubu. Katika kumtembelea akakutana na shetani. Mungu akamuuliza shetani, "We jamaa, umetoka wapi?" Shetani akamwambia, "Nimetoka huko na huko katika kuzunguka." Mungu akamuuliza, "Umemwona mtumishi wangu Ayubu?" Shetani akasemaje? "Nimemuona." Kwani wewe Mungu si ulimzingira kwa ukuta wa moto? Halo? Sasa Mungu nikwambie kitu. Piga kila alichonacho Ayubu, uone kama hata kukufuru. Halo? Hello. Mungu akamwambia, "Wewe piga kila kitu, lakini roho yake niachie." Halo? So nisikilize. Aliyokuwa anayapitia Ayubu, alikuwa anajua kama ni majadiliano ya Mungu na shetani. Shetani alikuwa ajui kwamba saa hii ninaenda kumjaribu Ayubu, ila shetani alipata uhalali baada ya Mungu kumwambia, "Umemwona mtumishi wangu Ayubu? Ni mtu mkamilifu mwenye kumcha Bwana." Shetani akasema, kumbe ndo sifa yake, mtu mkamilifu mwenye kumcha Bwana. Halo? Ndio maana shetani anadili na wale wanaomtafuta Mungu, wanaomcha Mungu kwa ukamilifu. Amina. Atafutake wewe kama unakutaka kwa Mungu kumjaribu, pole. Shetani anaga muda na wewe. Ana muda na yule anayemtafuta Mungu kwa ukamilifu. Ndio maana alipoenda akamwambia, "Gusa kila alichonacho Ayubu, uone kama hata kukufuru." So Ayubu anapita kwenye mateso. Na mateso hayo
Ayubu ajui. Halo? Kwamba hapa yalikuwa ni majadiliano. Na ndiyo maana Biblia inasema shetani alikuwa katika kuzunguka huko na huko. Halo? Kule kuzunguka kwa shetani ni kupeleleza. Shetani ni mpelelezi. Na ndiyo maana nikasema shambulizi la kiroho ni matukio yanayotengenezwa na nguvu za giza, ndani yake akiwa amebeba malengo manne. Lengo la kwanza, kukugandamiza. Shetani anapambana ili akugandamize kwenye maisha yako, usikutane na uwepo wa Mungu. Kati ya kitu ambacho shetani hataki ni wewe kukutana na Mungu, ni wewe umjue Mungu. So atakugandamiza kimtazamo, atakugandamiza kifikra, atakugandamiza kiufahamu, na atahakikisha ya kwamba nitakugandamiza kwa namna yoyote usimjue Mungu, kwa sababu ukimjua Mungu utanufaika naye. Halo? Na ndiyo maana anakushambulia, anazuia fikra zako, anazuia fahamu zako, anazuia uelewa wako usimjue Mungu, kwa sababu ukimjua Mungu utamfanya Mungu awe sehemu ya maisha yako, na shetani hataki Mungu awe sehemu ya maisha yako. Yeye anataka awe sehemu ya maisha yako. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Mpigie Yesu makofi mengine. Na ndiyo maana akishakugandamiza kimtazamo, anakuja sehemu ya pili, anaharibu ahadi za Mungu kwako. Maana yake ahadi za Mungu kwako ni nini? Wewe uende mbele, sogee, umjue Mungu. Kwa sababu ukimjua Mungu, maana yake utajua haki zako. Maana yake utajua kile ambacho Mungu amekuitia hapa duniani. Halo? Nini ufanye? Ukae wapi? Kwenye wito gani? Na ndiyo maana sote kwa pamoja tumeitwa kwa miito tofauti tofauti. Halo? Msifu Yesu Kristo. So atakandamiza usijue ahadi za Mungu kwako. Maana yake ukizijua ahadi za Mungu kwako utamjua Mungu. Na ukizijua, maana yake maisha yako yatasogea, maisha yako yataenda, maisha yako kila utakachofanya kitafanikiwa. Atakuja sehemu ya tatu. Hapa ndo penyewe. Ataharibu imani ulionayo kwa Mungu. Ataharibu imani ulionayo kwa Mungu. Na hapa kama ulikuwa unamwamini Mungu 100%, kiwango chako kinashuka. Na ndiyo maana fuatilia kwa Wakristo wengi sana, tangu ulipomjua Yesu, tangu umeanza maisha ya wokovu, kiwango chako cha kiroho, kiwango chako cha kumjua Mungu kinaongezeka au kinapungua? Kiwango chako cha kumwamini Mungu kinaongezeka au kinapungua? 90% vinapungua. Na ndiyo maana usisahau, nimesema ni matukio ambayo shetani anayatengeneza. Kwa shetani anaweza akatengeneza tukio lolote likaharibu imani yako. Halo? Halo. Msifu Yesu Kristo. Amen. Tole mfano gani? Huu mbaya. Nikitoa huu sasa nikafunga. Haya, mtoe hii. Ili ya kugandamiza, si ndio? Haribu imani yako. Nisemee kwa sisi watumishi, nikiwasema wale wa juu yangu nitafungiwa. Msifu Yesu Kristo. So shetani ili haribu imani yako atakuja kwako. Utaenda kwa mtumishi, mtumishi napitia 1 2 3 4 5. Atakuombea, akishamaliza moyo wako utamwamini, sio? Moyo wako utaamini 90%. Alafu baada ya muda, mtumishi unaendeleaje? Naendelea vizuri. Mwisho wa siku mahusiano, mwisho wa siku mimba. Tuko pamoja? Unanisikia vizuri? Ndio maana nikasema nitolee mfano wangu, si ndio?
So ulienda kwa mtumishi ukatoka na mimba. Halo? Ajaribu imani yako. Utaenda kanisani tena. Sambo mnaita baba, afu nasema kale pale, afu kanasimama madhabahu. Usizini. Naambia wewe. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Alafu ghafla ameshatoka kwako, anatongoza mwingine. Anatongoza na mwingine. Anatongoza na mwingine. So yuko madhabahuni pale. Kuna watu wengine wanazini. Kuna watu wengine unasema mama, jana umenitongoza wewe. Alafu unasema usizini. Halo? Alafu anakuambia natafuta mke mwema, natafuta mke mwema. Ngoja Mungu anisemeshe. Mwambie mwenzako ushinde ile pepo la asubuhi. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Akija kukutongoza akikwambia Mungu amenisemesha, mwambie nenda na Mungu wako akakusemesha vizuri tena. Mimi nataka mume mwema na mke mwema. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Koso ataweza kutumia mwavuli wa mtumishi akaharibu imani ulionayo. Kwa nini? Anajua ndani ya moyo wako mtumishi akisema chochote utaamini, utapokea, na atatengeneza mazingira ambayo moyo wako utamwamini kwa 100%. Ghafla ule mtumishi anageuka kuwa kisu kinachoharibu imani yako. Ghafla unasema hata nisipoenda kanisani sawa tu. Unalichukia kanisa, unamchukia mtumishi. Uliza mwenzako, wewe vipi? Halo? Msifu Yesu Kristo. So anatengeneza tukio ambalo saa hiyo wewe ujui, unaona ni maisha ya kawaida. Unaona ni hali ya kawaida. Ghafla unashangaa. So umemfumania. Unasema kumbe mtumishi naye mwenyewe kisebengo. Tuachane. Bora hata nisiwe na saa. Unajifanya unaomba, mnafiki mkubwa wewe. Nini kinachotengenezeka? Imani inaharibika. Hawezi tena. Na ndio maana hata kama akija kanisani, akikutana na wewe, hata kuwa tena na ujasiri kama aliyokuwa nao mwanzo. Hawezi tena kuamini kwamba Mungu anaweza kujifunua kwake. Kwa nini? Mtumishi kamla. Nikisema hivyo si mnaelewa? Kwa sababu kuna watoto. Mtumishi kala karamu. Halo? So anaharibu, anakuja sehemu ya 4, anakudumaisha. Kipengele cha 4, anakudumaisha. Kilichodumaa kinastaa. So tulikuwa tunamwona anaenda ibadani, haendi tena. Alikuwa anaomba, haombi tena. Alikuwa yuko karibu na Mungu, hawezi tena. Alikuwa anakaa kwa Yesu Ekaristi, hawezi tena. Alikuwa anaomba masaa na masaa, hawezi tena. Nini kimetoka? Imani imeharibiwa. Ahadi za Mungu zimevurugwa kwako. Adui amekukandamiza, ukatengeneza matukio. Au nisikilize. Anapokuja kushambulia ndoa, haji kama mtu asiyefaa, anakuja kama mshauri wa ndoa. Na ndiyo maana uwe makini. Shetani anapokuja kuharibu biashara yako, haji kama mtu asiye na biashara, anakuja kama mfanyabiashara. Ili aje haribu biashara yako, anakuja kama mshauri wa ndoa, anakuja kama baba wa kiroho, anakuja kama mtumishi, anakuja kama mtu wa karibu. Utamwamini kwa 100%. Alafu anakuvutia mahali, anakuja anaharibu kila kitu. Msifu Yesu Kristo. Muulize mwenzako, wewe uko hapa? Umegandamizwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Tuendelee. Uwepo wa Mungu ni mlango wa kipekee. Uwepo wa Mungu ni mlango wa kipekee unaomtukuza Mungu kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu ni mlango wa kipekee unaomtukuza Mungu kwenye maisha yako. Nataka niwaambie kwamba yule aliye ndani ya uwepo wa Mungu saa zote anamtukuza Bwana. Saa zote anamwazimisha Bwana. Moyo wake unamwazimisha Bwana. Roho yake inamwazimisha Bwana. Maisha yake yanaunganika na nani? Na Bwana.
Muulize mwenzako, maisha yako yanamtukuza Mungu? Kitabu cha Yakobo sura ya 4 aya ya 2. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 aya ya 2. Na hapa nitatamani sana unisikilize, na ndio kipande ambacho kinawatesa pia watu wengi. Anasema hivi, mwatamani wala hamna kitu. Nisikilize, nani asitamani hapa? Wewe mtoto mwongo. Nani asitamani? Kila mmoja anafanya nini? Anatamani. Biblia inasema mwatamani wala hamna kitu. Kila mmoja, kuna mwingine anatamani kuomba, kuna mwingine anatamani kujenga, kuna mwingine anatamani kusonga mbele, kuna mwingine anatamani kwenda kiwango fulani, lakini shida katika kutamani kwake hakuna kitu. Halo, muulize mwenzako, vyote unavyovitamani unavipata? Vyote unavyovitamani unavipata. Anasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Sikiliza mstari wa 3. Hata mwaomba wala mpate, kwa sababu mwaomba vibaya. Hata mwaomba wala hampate, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Tumsifu Yesu Kristo. Muulize mwenzako, wewe unaombaje? Nimesema uwepo wa Mungu ni mlango unaomtukuza nani? Mungu kwenye maisha yako. Anayeomba maana yake ni shauku iliyoko ndani ya moyo wa mtu, akutane na Mungu, akutane na uwepo wake, akutane na udhihirisho wake. Ndio Yakobo anaanza kusema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hampati, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Unisikilize, samba shetani anapokuja kubana maisha yako, maana yake anabana mlango ambao utakao kufanya wewe uombe na Mungu akatukuzwe. So atahakikisha kwamba anakuzuia, anazuia muda wako wa kuomba, anazuia ule muda ambao wewe utakutana na Bwana, na ndiyo maana atatengeneza hali ya uchovu ndani yako. Wangapi hapa ambao mnapanga, mnasema ikifika saa fulani nitaomba, alafu ikifika ule muda huwezi kuomba? Na ndiyo maana shetani, ili aharibu kile ambacho kinamtukuza Mungu, anakuondolea ule muda uliopanga wa wewe kukutana na Bwana. Atahakikisha ya kwamba anauvuruga. Halo? Alafu nasema muda umeenda, nitaomba baadaye. Sehemu nyingine ambayo shetani atakachofanya, atakuruhusu uombe, lakini uombe kwa mazoea. Usiombe maombi ambayo Mungu anaweza kukujibu. Uombe kikawaida, usali kikawaida, uende ibadani kikawaida. Halo? Muulize mtako, ni wewe? Wale wenzangu na mimi, salamu Maria umejaa neema. Karibu. Maisha hii. So wanapokuja kwako, kwenye familia ya kwako, wanapokuja kukutembelea, wanawakuta mnasali rozari. Wanawakuta mnafanya nini? Mnasali rozari. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yuna mgeni kaja. Muko mnasali. Halo? Kamwambia mtoto, wewe nenda kamwambie tunasali, asubiri kidogo. Umejaa neema, Bwana unaendelea mambo zako wewe. Mungu babu yako. Wenzangu na mimi, wewe kuna kibegi fulani kiko hapo hivi kidogodogo, kuna rozari iko huko ndani, itoe niletee. Unisikilize, unamkuta yuko hapa. Salamu Maria umejaa neema, Bwana una mgeni. Karibu, samani kidogo tunasali. Tukimaliza kusali
nitakuambia. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Nani huyo? Msifu Yesu Kristo. Huko na hii hapa. Hapo sasa hiyo ndo mnasali. Salamu hapo umejaa neema. Wewe subiri kidogo nitakutafuta baadaye, niko kanisani. Unaendelea na ibada. Mwambie mwenzako, wewe vipi? Msifu Yesu Kristo. Mwambie mwenzako, ondoa ukawaida. Usimzoelee Mungu hivyo. So Mungu alitupa neema ya kuandikaga maombi kwenye magrupu fulani. Watu naongozaga maombi. Kipindi ambacho nilikuwa naongoza maombi ya kupambana na madhabahu za miungu, nikasema kila mmoja tengeneze madhabahu yake, andae rozari yake, tutaanza kusali. Sikio nikatuma, nikasema tena ngoja kwanza niwajaribu hapa, watasali kweli? Nikasema leo tunasali Salamu Maria mara 1000, Baba yetu mara 1000, na umwambie Bwana jambo hili lifike mwisho. Nina rozari yangu baba wa imani hii hapa. Halo, tukaanza Salamu Maria mara ngapi? 1000. Mke wangu ananijuaga. Sambo nikiingiaga naambia wewe semaka yote, nikiingiaga mule sitoki. Msifu Yesu Kristo. Mwambie mwenzako, saa ambayo unaenda mbele za Bwana, kuwa na nidhamu na Mungu. Ukiwa na nidhamu na Mungu, Mungu naye anakuwa na nidhamu na wewe, na Mungu anakujibu pia. Tukaanza hapo Salamu Maria mara 1000. Aishi njiani. Ulize mwenzako, wewe unaishiaga wapi? Tena mimi sasa hivi nishazoea hata kuzipitiliza na zipitiliza. Unamkuta mtu yuko njiani anasali rozari, Salamu Maria umejaa neema. Ghafla mtu anakuja, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Mwambie mwenzako, ushindi una pepo la asubuhi. Mnisamee kama nakosea. Watu waliturujia. Usipokuwa na nidhamu na Mungu, Mungu naye hawi na nidhamu na wewe. Mheshimu Mungu naye muomba. Usiseme Mungu yuko popote, nikisali tu ananisikia. Unajua unasali, utakutana na mazingira ya watu, bora usisali. Tafuta faragha na Mungu, ili Mungu saa anaokuja kukutembelea uisikie sauti yake. Wewe unatembea barabarani unasikia sauti ya ndege ya nini? Ndizo wenzako, wewe vipi? Angalia tena, wewe vipi? Kuna wale wenzangu na mimi kwenye maombi, funika macho mwi. Unafunguaga vya watu, unachungulia. Mwambie wenzako utaishia kuchungulia na unaondoka hivyo hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Saa ambayo sio ngoja tuje hapo, wale wenzangu na mimi wanaokiambia funika macho hawafunikaki. Ili uone Mungu anakutembelea. Ili uone Mungu anakutembelea, inategemea sana kiwango chako cha maombi. Kama kiwango chako ni kidogo, tegemea kupata neema ndogo, tegemea kupata baraka ndogo, tegemea kupata mafanikio madogo. Kama kiwango chako ni kikubwa, tegemea kupata mambo makubwa. Na ndio maana Mungu anawatafuta wale wamtafutao kwa bidii. Usisahau neno bidii. Hujishughulishi kwa Bwana, humtafuti Mungu kwa bidii, huwezi kuona matokeo. Hizo sala Salamu Maria baba yetu nilikuwa naongoza na maombi fulani haya. Kuna watu wameshapona hata kansa kwa sala hizi. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana saa ambayo uko ndani ya uwepo wa Mungu, tegemea sana, wenda kiu sana ya kumruhusu Mungu akutembelee. Usikubali mazingira ya kufanye uone vitu vingine vikikutembelea. Tafuta Mungu akutembelee kwanza. Halo? Mungu akikutembelea maana yake anafungua kila kitu. Sehemu nyingine, uwepo wa Mungu ni mlango wa neema ya Mungu kukutembelea. Uwepo wa Mungu
ni mlango wa neema ya Mungu kukutembelea. Ni mlango wa neema ya Mungu kukutembelea. Huwezi kuona neema za Mungu zikikutembelea kama uko nje ya uwepo wa Mungu. Kama uko nje ya uwepo wa Mungu. Kitabu cha Waebrania, ile sura ya 4 aya 16. Waebrania ile sura ya 4 aya 16. Na hapa nitahitimishia huko. Nimesema uwepo wa Mungu ni mlango wa neema ya Mungu kukutembelea. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya 16. Na unisikilize, kiwango cha neema ya Mungu ulichonacho inategemea sana na aina ya kiwango cha maombi ulichonacho. Kama kiwango cha maombi ni kidogo, tegemea pia matokeo ya neema ni madogo. Kiwango cha neema unachokuwa nacho inategemea na kiwango cha maombi ulicho nacho. Kiwango cha neema kinategemea muda wako wa kutosha wa maombi. Kiwango cha neema kinategemea muda wako wa kutosha wa maombi. Muda wako wa maombi ukiwa mchache, tegemea na kiwango cha neema ni kichache. Muda wako wa maombi ukiwa mrefu, tegemea na kiwango cha neema ni kingi. Na ndiyo maana nikasema hivi, nini maana ya neema ya Mungu? Nini maana ya neema ya Mungu? Neema ya Mungu ni kupewa kitu pasipo mastahili. Neema ya Mungu ni kupewa kitu au jambo fulani pasipo mastahili. Au neema ya Mungu ni uwezesho wa kimungu kukusaidia, au ni Mungu kukusaidia. Kwa hiyo aliyekuwa na neema maana yake anapewa pasipo mastahili, alafu anasaidiwa na Bwana pasipo nini? Mastahili. Na hapo ndio tunaona ni uwezesho wa kimungu ambao Mungu anakuwezesha. Sio alikuwa anaona uwezi, anakuwezesha mahali ambapo ulikuwa uwezi. Na leo Bwana akakuwezeshe kwa wale ambao walikuwa hawawezi kuomba. Bwana akaachilia uwezesho wa kuomba tena, akaachilia uwezesho wa kusali tena, akaachilia uwezesho wa kusoma neno la Bwana tena, akaachilia uwezesho wa kujitoa sadaka kwa Bwana tena. Amen. Na ndiyo maana Ebrania anasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sikiliza, anasema tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Unisikilize, linda sana neema ulionayo leo ya kumtafuta Mungu. Ikipotea, kuna kazi ya kuirudisha. Linda sana neema inayokusaidia leo kuomba. Ikipotea, kuna gharama. Halo. Linda sana neema ya Mungu uliyopewa inayokusaidia kuja na ukakaa chini ukalisikia neno la Bwana. Kuna ambaye hajapata huo muda. Linda sana, na ndio maana anasema tukikaribie, maana yake tukisogelee kiti cha neema kwa ujasiri. Unisikilize, kuna neema ya Mungu inayomsaidia mtu kuungama dhambi zake. Ile neema ikiondoka, hana ujasiri wa kuungama dhambi tena. Na ndiyo maana anasema tukikaribia kiti cha neema
yake kuna neema ambayo iko ndani yako inayokuwezesha kufanya hivyo unavyoweza kufanya. Ikiondoka uwezi. Na kuna neema inayokusaidia kukataa maisha ya dhambi. Hiyo neema ikiondoka kuna gharama. Na ndiyo maana ndani yake ile neema ikipotea, ujasiri wa kutenda mema unapotea. Ujasiri wa kuwa mwaminifu unapotea. Ujasiri wa kumcha Bwana unapotea. Ni nini kimetokea? Ni kwa sababu ulipewa neema ukaichezea. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Linda sana neema uliyopewa inayokusaidia kuomba. Linda sana neema inayokusaidia kusali. Linda sana neema iliyobeba kusudi la maisha yako. Linda sana neema inayokuwezesha kufunga. Linda sana neema inayokusaidia kumtafuta Bwana. Ikipotea kuna gharama ya kurejesha. Linda sana. Linda sana. Neema ya Mungu inayokusaidia leo kumtolea Mungu kwa gharama, kumtolea Mungu kwa namna ya pekee. Ilinde sana. Linda sana neema ya Bwana inayokuwezesha kufanikiwa. Linda sana neema ya Bwana inayotunza uwepo wa Mungu kwako. Ikiondoka, ndugu yangu, pagumu. Wanisikilize. Wangapi waliwahi kusali wakiwa wamekasirika? Naosha hivi mkono. Wangapi walishawahi kusali umekasirika? Ni watakatifu. Amdie kuuziwa na mume, mke, watoto. Unasali samba umekereka. Wewe nyoosha tu hivi. Ulishaona hiyo ladha ya sala? Au saa hiyo wamekutana. Baba teta nao wanaoteta nao. Yaani saa hiyo watu wamekuchefua. Maombi utakayoenda nayo, Mungu saidie. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kuna mtu mmoja kwa tunaongoza maombi. So, aliniambia mtumishi, nikwambia kitu wewe kwamba umekasirika. Nikamwambia hapana. Wewe muongo. Nikamwambia kwa kweli nishawahi. Mke wangu alinikera. Ilikuwaje? Ulisikia raha? Nikasema huyu ana raha yake moyoni. Ngoja nimsikilize. Tumsifu Yesu Kristo. Akasema, yaani leo katika siku ambayo nimekasirika. Yaani mpaka ikafika mahali nikamkasirikia na Mungu mwenyewe ninayemwomba. Sasa ninaomba, nikasema, na Mungu, na unisikii. Na Mungu sitaki kulisema maana alisema la ajabu. Lisiponyoke. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Anayesali wakati ambao moyo umegadhibika hawezi kukutana na neema nani? Ya Mungu. Na jioni ya leo Mungu akakupe neema tena. Mungu akakupe neema tena. Mungu akakuwezeshe tena. Ili tumtukuze Yesu aliye ndani yetu. Amina. Nimalizie kusema hivi. Paulo anatufundisha hapa. Anasema tukikaribia kiti cha rehema. Hichi kipengele tu kukaribia. Maana yake kuna kumkaribia Mungu. Kuna kuwa karibu na Mungu kwa ujasiri. Kuna neema inayomsaidia mtu kukikaribia kiti cha Mungu ili apewe rehema. Na neema inamsaidia mtu kugeuka ndani ya moyo wake, ambaye atapata neema ya kumsaidia wakati wa mahitaji. Unisikilize vizuri. Unaweza ukawa na neema kwenye maisha yako, lakini usiwe na neema inayodumu. Na ndiyo maana kuna neema ya Mungu kuwa juu ya mtu na kuwa ndani ya mtu. Ni vitu viwili tofauti. Saa ambayo neema iliyo juu ya mtu inamwezesha kumjua Mungu, kumfunua Mungu. Neema iliyo ndani ya mtu inamsaidia yule mtu kuishi maisha maaminifu kwa Mungu. Ukiipoteza hiyo, umepoteza kitu cha thamani. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie wenzako umepoteza nini?
Siku ya leo natamani iwe ni siku ya pekee. Neema ambayo Mungu aliyokuwezesha kujitoa kwenye maisha yako ni eneo moja tu, ni wewe kuwa pamoja na Mungu, ujitoe kweli kweli kwa Mungu na Mungu naye ajifunue kwako. Amen. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Leo wangapi wako tayari kuwatembelea na uwepo wa Bwana? Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Tutaingia kwenye sadaka. Na sadaka yako hii unataka kumtolea Bwana, mwambie sadaka hii Bwana ikawa ishara ya kudhihirisha uwepo wako. Chukua sadaka yako. Uliomwandalia Bwana